Ujambo popote pale ulipo, natumai basi buheri wa afya. Karibu tupate kuenenda kwa pamoja katika sehemu ya himizo hii leo, ikiwa ni asubuhi njema, siku ambayo Bwana ameifanya, ametulinda, ametuhifadhi. Kwa hivyo karibu tupate kuenenda kwa pamoja. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Na hii leo basi ningependa tuendeleze, na wakati uliopita tuliweza kusemezana, tukafika mahala ambapo nakumbuka nikikupa quote moja kuhusiana na kuna mtu mmoja akasema hivi kwamba in destiny your portion does not come to you, you force it to come. There are things in life that will not just come. Kuna vitu katika maisha ambavyo vitafanyika tu, mambo yatafanyika tu kiwepesi tu, kimalamala tu, yani kiurahisi rahisi. Kuna mambo ambayo katika maisha itabidi ufike mahala ambapo utalazimisha hayo mambo kufanyika. Hautakaa tu, unajua unakaa tu na ngoja mambo yafanyike, hapana. Kuna pahali ambapo itafika itabidi, kuna vitu ambavyo itabidi usukume ndio viweze kufanyika. Na ndipo basi naja kwako siku ya leo ni kuambia kwamba usikae tu pale ngoje mambo yafanyike. Ni wakati usukume. Kuna mambo ambayo itabidi usukume ndio yaweze kufanyika. Kuna mambo ambayo itabidi, kuna mengine itabidi ulazimisha. You force them to happen. Kuna watu ambao kwa mfano, labda kuna wengine ambao ni kuhusu issues za ndoa, wengine ni issues zinahusu huduma, wengine ni issues ambazo zinahusu kazi, zinahusu mambo kadha wa kadha, afya na kadhalika. There are things you need to force. You will not just bembeleza them. Kuna vitu utabembeleza tu fanyike. Kuna mtu mmoja alisema, ongezeko is planned for, is not an accident. Ukitaka basi kanisa li grow, not even ongezeko, it was growth. Growth is planned for, not just an accident, not just things happen zinafanyika tu. It is planned for. It's intentional. Growth is intentional. You are intentional kwa vitu kuwaka maishani mwako na uweze kuachieve. Kwa hivyo popote pale ulipo ningependa kujuza kwamba kuna vitu ambavyo usikae tu hapo. Kuna wakati mwingine itakulazimu kutoa hela zako, kuna wakati mwingine itakulazimu kukosa kulala sana na amka usiku wa manane kuomba, kuna wakati mwingine itakulazimu kwenda mlimani kuomba, kuna wakati mwingine itakulazimu kujinyima chakula kuomba, but you are forcing things to happen. Kuna watu ambao sasa hivi ukiongea nao unapata kwamba kuna venye Mungu amepanga mambo, amekusudia mambo katika maisha yao, lakini pahala ambapo wapo si pahala ambapo Mungu alikusudia wawe. Na hivyo basi, kwa sababu si pahala ambapo Mungu alikusudia wawe, wako pale kwa kung'ang'ana, kwa kuhangaika. Na nahisi kuambia kwamba kama uko pahala kama hapo, unajua kwamba hapa si pahali Mungu alitaka niwe, hapa si pahala ambapo Mungu amekusudia niwe, lakini niko hapo. Usikae tu. Don't wait for things to happen. Force them to happen at times. Chukua hatua. Usikae tu, usiregarege tu, chukua hatua na Mungu atakutenda wema. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mado Mandala. Niruhusu pate kuendeleza zaidi. Hayo basi ni hapo, ni recap tu yale ambayo tulijifunza Friday iliyopita. Kwa hivyo there are things we need to force. Kupata kuingia kwa ndoa wakati mwingine si haitakuwa rahisi tu hivyo. Kupata mtoto haitakuwa kwa wepesi tu hivyo. Kupata kufaulu maishani, you need to be intentional ili mambo ya faulu maishani mwako. Niruhusu pate kuendeleza pale. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mado Mandala, na iwapo ndio wajiunga nasi for the first time, my personal mobile number ni 0722 24 39 49. Nambari yangu ya simu waweza nipata pale, tusemezane. My personal mobile number, labda unahitaji la maombi, una jambo ambalo ungependa tuombe kwa pamoja, my personal mobile number ni 0722 24 39 49. Kwa hivyo nipate tu pale 0722 24 39 49. Unaweza kama unahitaji basi labda ni WhatsApp, SMS pia inaruhusiwa pale, au pia kusimama na ministry hii, wasema kwamba mimi ningependa kutoa dhabihu ya kwangu pale kusupport ministry zidi kusonga mbele, ni sawa. Unaweza ukatuma pale kwa 0722 24 39 49. Niruhusu pate kuendeleza zaidi, na usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Kliki neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link hapa juu and share, naweke comment yako hapa chini. Samahani pale kidogo. Lakini basi kila mmoja nakukumbusha pale ni kwamba hapa chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako, copy the link and share, no click notification bell. Kuna alama kengele hapa chini, just click pale na Mungu akutende wema. Na zaidi ya hapo, weka comment yako pale, semezana nasi pale, itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo Mungu
akutende wema popote pale ulipo tunapozidi kwa moja. Kwa hivyo subscribe. Naam, niruhusu kwa leo tuvuke katika swala lingine tofauti kidogo, tuweze kusoma kwa pamoja katika kitabu takuwa nasoma leo pale kitabu cha Luka sura yake ya 8, Luke chapter 8 mstari wake, tunasoma mstari wake wa 22 na 23. Luke chapter 8 verse 22 to verse 24. Maandiko yanasema vipi? Na verse 22, Biblia inasema kwamba ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia. Ikawa siku ile mojawapo, naongea kuhusu Yesu, akapanda chomboni na wanafunzi wake. Kwa hivyo na wanafunzi wake akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa. Wakatweka matanga. Naam, kwa Kiingereza sema kwamba now it came to pass on a certain day that he went into a ship with his disciples, and he said unto them, let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Verse 23, nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi, ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Naam, kwa Kiingereza nipenda kusoma tu leo both. Kiingereza sema kwamba but as they sailed he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. Baba, nakushukuru kwa neno lako. Naomba kwamba Bwana ukapate kunena nasi, na jiachilia kwako Roho Mtakatifu, ukapate Baba kunitumia upendavyo, niliweke neno hili kwa uwepesi utakaoeleweka vyema, ila tu pia kwa undani wa neno lako, kwa kina cha neno lako, kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana unaweza. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Roho Mtakatifu ongezeka ninapopungua, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Naam, napozidi pale tunasoma pale wakati ambapo Yesu amefika mahali amekuwa na wanafunzi wake kwa muda. Then imefika wakati anawaambia tuenende katika ile ngambo nyingine. Tuende, let us go to the other side. Na alipowaambia wakafika mahali, unajua wanajiuliza huko side nyingine na kadhalika. Kwa hivyo ikabidi tu wakubali, wakasema ni sawa. Unajua amekuwa nao kwa muda, so they have no reason to doubt him. So wakasema ni sawa. La ajabu ni kwamba that is verse 22. Ukienda verse 23, bila ongea kuhusu kwamba verse 23 nasema kwamba nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi, ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakawa katika hatari. Unajua, naanza kuangalia, najiuliza, unajua wanafunzi ambao wamekuwa na Yesu, wanaanza kujiuliza na kabisa ni Yesu ndiye alituambia twende hivi. Mbona tunapatwa na hatari ile hali ni Yesu ndiye alituambia twende katika safari, twende ngambo hii? Kama hangesema tubaki kule tulikuwa, then it could have been better. Lakini ametuambia twende ngambo hii, alafu tunapatwa na hatari. Why? Naanza kuona mtu ambaye umeingia kwenye huduma napoangalia wanafunzi walipopatwa na hatari wakati Yesu alikuwa amelala, wakati maji yalianza kuingia chomboni. Naanza kuona wanafunzi ambao walifika mahali wakajiuliza, Yesu kabisa, were you the one? Did we hear the right voice kwamba twende ngambo ile nyingine? Mbona saizi tuko karibu kuangamia? Naangalia mtu ambaye umeitwa katika, una mwito wa huduma, una mwito wa uhubiri, wewe ni mchungaji, una kabisa huo mwito ndani mwako. Alafu baada ya kufika mahali ukaacha kazi ambayo ulikuwa unafanya, kujiingiza katika huduma full time. Alafu umefika mahali kimeumana. Unaanza kujiuliza, God, nilisikia sauti yako vizuri. Sijui ushaifika mahali kama hapo, kwamba unafika mahali ambapo things are not working as you thought. Until unajiuliza, God, did I hear your voice correctly? Was it you? Alikuwa ni wewe ambao nilikuwa unanielekeza kwamba niache kazi niingie kwa huduma full time? Mungu, alikuwa ni wewe ambao uliniongoza kwamba niachane na biashara ni concentrate ukulima, na sasa hivi mvua hainyeshi? God, were you the one? Did I hear you correctly? Nilikusikia vizuri kweli? God, were you the one? Na kama basi alikuwa ni wewe, why am I going through such? Mungu, ni wewe kabisa uliyenenea kwamba niolewe na huyu mwanaume, nioe huyu mke, ambapo tumefika mahali ambapo hatupati mtoto. Tumefika mahali ambapo things zimeenda south, mambo yameenda vile ambavyo yamenenda. God, najua kama ni wewe, then ungekumesha sort kabisa. Nilikusikia. Where did I go wrong? Ni wapi nilichemsha? Ni wapi nilikosea? Mbona nina mtoto huyu? Mungu, nilipopata mke wangu tukapata mtoto huyu, mbona tukapata mtoto ambaye ako na complications vile ambavyo alivyo? Labda ni mtoto ambaye ako na shida ya kiakili, mtoto ambaye labda ana magonjwa fulani tu ambayo basi lazima muishi mkienda hospitalini kila wakati. Kwa hivyo najiuliza, God, was it a mistake that I did? Sikusikia sauti yako vizuri, ama what happened? Naongea na huyo mtu asubuhi ya leo, mtu ambaye unajiuliza, Mungu,
Na kama kabisa nisikie sauti yako, why am I going through what I'm going through? Why is it that napitia changamoto ambazo napitia? Mungu, nilifikiria kwamba ni wewe uliyenituma kwamba nipate kuajiriwa kazi hapa. Nilipopata opportunity kwingine, Mungu sauti yako nikaisikia ikisema kwamba wakati wangu wa kutoka bado. Why is it that Mungu nimebaki kwa level moja muda mrefu? Why is it that Mungu napigwa vita sana? Why? And yet ni Mungu uliyenileta hapa. Wewe ndio ulifungua hii njia. Why am I going through what I'm going through? Unafika mahali ambapo unahisi kata tamaa kwa sababu unaona ni kama Mungu alikuacha. Mpaka unaanza kufikiria ni kama hukusikia sauti vizuri. Kuna watu ambao sasa hivi hata wanatubu dhambi ambazo hawajafanya kwa sababu ya mambo ambayo anapitia, mpaka naona hapa sioni kama niko right. Things are not okay. Mambo yaendi vizuri. Na hisi kuzungumzia anayepitia hali kama hii. Unapohisi kata tamaa, unapojiuliza kwamba God, ulikuwa pamoja nami kweli? Na hisi kuambia hivi, kama vile navyoangalia wanafunzi wa Yesu na umati kwa ujumla. Of course wanafunzi wa Yesu ndio walikuwa pamoja naye. Katika mstari wa 23 Biblia inasema kwamba nao walipokuwa wakienda, alilala usingizi, ikashuka tufani. Yani la ajabu, kile ambacho naangalia pale ni kwamba ndio ni Yesu aliyewaambia waende kule ng'ambo. Ndio ni bakata alikuwa pamoja nao, lakini la ajabu ni kwamba walikumbana nayo. Na nikawa natafakari hivi, wengi tunakuwa discouraged katika safari ya swa kwa huduma, wakati ambapo unakumbwa na mambo na ili hali ulijua kwamba kwa sababu uko na Yesu, kwa sababu niende alikuelekeza, mambo yatakuwa tambarare. Let me tell you, let me give you a report, ama nikwambie jambo ambalo kidogo huenda halikufurahishe, lakini nakwambia hivi, ni ukweli kwamba, ama kuwa na ukweli kwamba ni Mungu aliyekutuma haikufanyi kuwa mtu ambaye uko so immune to changamoto. Kwamba ni kweli kwamba ni Mungu aliyekutuma, ni kweli kwamba ni Mungu aliyekuambia acha hiki fanya hiki, ni kweli kwamba ni Mungu aliyekupa huo mwito, lakini hiyo haimaanishi kwamba hutapitia changamoto. Haimaanishi hivyo. Wakati mwingine we are lied to. Tunapoambiwa kwamba ukiokoka kwa Yesu ni tambarare, hamna tambarare. Kuna changamoto zake utapitia. Kwa hivyo nahisi kuambia mtu siku hii leo kwamba kupitia changamoto ambazo unapitia si kumaanisha kwamba si Mungu aliyekuita. Si kumaanisha kwamba hukusikia sauti ya Mungu vizuri, bali mzidi kumtegemea. Wakati mwingi tukata tamaa, tukifikiria kwamba huenda tupitia kwa sababu hatukumsikia Mungu vizuri, kwa sababu tulikataa njia zake, labda kwa sababu hatukusikia sauti yake. Lakini kuambia sio hivyo. Huo si ukweli. Wakati mwingine unaweza kupitia changamoto, kuwa na Yesu wakati ambao umeokoka uko na Yesu haimaanishi kwamba hutawahi pitia changamoto, haimaanishi kwamba hutawahi pitia majaribu. Yapo, utayapitia. Yesu akasema, ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipe moyo, maana nishaushinda ulimwengu, nanyi pia mtashinda. Kwa hivyo nawe pia utashinda. Utashinda mahali hujapigana, utashinda mahali ambapo umefight. Kwa hivyo nahisi kuambia mtu asubuhi leo kwamba ni wakati, haijalishi ni yapi ambao unapitia. Si kumaanisha kwamba Mungu amekuacha, si kumaanisha kwamba hujaokoka vizuri, si kumaanisha kwamba hukusikia sauti yake, bali Mungu yu pamoja nawe. Usikate tamaa. Usikate tamaa mama. Usiache ndoa yako, usiache mme wako, usiache mke wako, usiache watu wako hangaike, bali jua kwamba Mungu yu pamoja nawe. Hiyo huduma usiachane nayo eti kwa sababu ya changamoto. Si changamoto zitakuwepo, lakini isiwe sababu ya wewe kuacha. Mtumainie Mungu, atakutenda wema. Mtumainie Mungu, atakupigania, maana yeye ni Mungu mkuu anayeweza yote. Sijui nazungumza ndani asubuhi ya leo, lakini nahisi kuambia kwamba usikate tamaa. Changamoto ambazo unapitia most of it Mungu ameruhusu na kusudi. Na hivyo basi, of course the other time tulijifunza tukapata kutambua kwamba ameruhusu pitia la ambao unapitia. Ni kama mtihani, unapitia mtihani. Ukishapita mtihani, nia yake kuu ni kupeleka katika next level. Usikate tamaa. God has a good plan for you. Na hivyo basi, ushindi ni wako. Whatever you're going through, si kwa sababu ya uangamie, bali Mungu anakusudi njema nawe. Kwa hivyo basi, napoangalia pale wanafunzi wa Yesu, ni wanafunzi wa Yesu, alafu wako na huyo Yesu, na ni Yesu ndiye aliwakomandi kwenda, lakini wanakutana na kasheshe barabarani. Kufika mahali, ukiona mtu amefika mahali amepata kasheshe njiani, usiwe mwepesi wa kutoa hukumu ukisema huyu ni ile dhambi tu wanafanya, nilijua tu, huwa naona maisha ambayo anaishi. Stop being so quick to judge. Wakati mwingi tunajudge, tunasema watu vitu. Unaona mchungaji anapitia yale ambayo anapitia, unasema ni dhambi ambazo amefanya, ni compromise ambazo mpaka amecompromise. Si mambo yote ni compromise. Wakati ati huyu ni kama ameacha Mungu. Hey, don't be so quick to judge. Ati amemiskari kwa sababu huyu ameachana na Mungu. Wacha za ovyo.
Mungu yu pamoja nayo nasi kila wakati. Na wakati mwingine twapitia si kwa sababu Mungu ametuacha, bali Mungu yu pamoja nasi na ameruhusu tu na kusudi lake. Kwa hivyo usikate tamaa. Alikuwa amelala tu kwa kipindi kidogo tu na wakapitia yale alipitia. Nawe pia nahisi kuambia kwamba usikate tamaa. Mungu anaenda kupa suluhisho. Mungu anaenda kupa suluhisho. Usikate tamaa. Kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Nashukuru sana kwa pamoja nawe. Na katika yote unaweza ukasimama na huduma hii tunapomalizia pale kupitia kwa nambari ya simu 0722 24 39 49. Nambari ya simu unaweza nipigia pale, semezana nami pale kwa nambari ya simu ambayo ni 0722 24 39 49. Labda unahitaji la maombi, ungependa kusemezana nami pale, ungependa kunitia moyo pia, na vile vile pia ungependa kusupport ministry hii, ama kuna mtu ambaye anasema Victor, mimi ningependa kutoa tithe yangu hapo, mimi ningependa kusupport huduma hii endelee mbele, ama ningependa kununulia kikombe cha kahawa, ni sawa, inaruhusiwa pale 0722 24 39 49, 0722 24 39 49, 0722 24 39 49. Tupatane tena wakati ujao, pana majali wake Mwenyezi Mungu. Mimi hapa ni VMM, kipenda Victor Mado Mandala, na kuambia katika yote wacha tuzidi kumtumainia Bwana. Na usiondoke hapa kabla usubscribe. Karibu nisahau hilo. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share. No, click notification bell iko hapa chini na itakuwa vema zaidi. Kwa hivyo make sure umesubscribe pale na Mungu akutende wema. VMM, kipenda Victor Mado Mandala, kwenye sehemu ya himizo asubuhi ya leo, na tunasema kwamba kupitia changamoto ambazo unapitia, kupitia challenges ambazo unapitia, mambo yote magumu ambayo umeyapitia, uwe mchungaji au kwenye ndoa yako au wewe ambaye ni mlokole, si kumaanisha kwamba Mungu amekuacha ama umetenda dhambi. Si kumaanisha kwamba hukusikia sauti ya Mungu vizuri, ila wakati mwingine Mungu ruhusu na kusudi. Kwa hivyo usikate tamaa. Usikate tamaa. Nawe pia usikuwe mwepesi wa kujaji. Unapoona watu wakipitia mambo nadhani kwamba ni dhambi walizotenda. Hapana. Wakati mwingine ni Mungu ameruhusu na kusudi. Naam, niwaambie tu wote msikate tamaa. Shalom, God bless you. I love you all. Subscribe and bye bye.